kuna siku mtu aliwatukana pale tusi la kwenye bar, mkapoteza network. Eti wewe na kachupi kako unaenda wapi? Toka nje. Aliwafumua tusi moja, hafa akaingia kakaa. Wakashinda kumtoa. Umeelewa? Akasema hapa ni kwa Mungu, ni kwako. Na mimi nimekuja kutafuta suluhisho. Unajua jamaa tu tunaelewa. Kila mtu hapa unakuja kanisani na umeacha biashara, si unakuja kwenye suluhisho. Sasa mambo gani ya kuumizana haya? Sasa unapoona ameingia kanisani na chupi, ujue yoyo mtu anahitaji msaada. Na mueleza ukweli. Hana pa kukimbilia. Sasa maana angekimbilia baa mnasema ameharibika zaidi. Ukiona amekimbilia kanisani, huyo mtu tukae naye chini. Afadhali kanisa tuingie gharama, tuchukue 200,000, tukamfanyia shopping. Na kueleza tukimchukua hapa, tukampa na chai, tukakaa naye vizuri. Baadaye tukasema sasa Bwana tunakushukuru. Baada hapo mashemasi mkaunganisha kwa wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa nyinyi muongeze hekima ya kuomba, mnaungana nao, mnampokea kwenye gari, tunaenda Nevada pale shop. Mwanangu tunakupenda. Yesu anakupenda zaidi. Chukua gauni hili hapa na hili hapa zuri. Wazee wakasema kama sita na mashemasi. Yaani mnamshabukia mtu mmoja, mnamshabukia mtu mmoja na hili hapa zuri. Na hili hapa zuri. Alafu na hili kiatu hiki kizuri. Akapea pea zake pale 3 na viatu pea 3. Ataacha wokovu? Si amekutana na Yesu uso kwa uso. Walokole tuache viburi. Tuache viburi ya kuona sisi watakatifu kwa wengine. Hii inatufanya tuendelee kuwa maskini. Hii inatufanya tuendelee kuwa maskini. Hii inatufanya tuendelee kuwa maskini. Kila kitu wewe ndio uko excellent kuliko wengine. Hapana. Hapana. Tunayemuondoa kanisani yule mtu ambaye alikuwa ameokoka siku nyingi, tunaye miaka mingi na anaendelea kufanya unyambilisi. Huyo kwa kweli lazima tumrekebishe. Si kweli? Lakini sio yule ambaye mnameingia hapo na mavarangati. Ukiona amekuja asubuhi na mavarangati yake hapa, mpasuo mpaka hapa. Chupi zote tunaziona. Wewe ndio unataka, Mungu amekuleta kwako makusudi, nataka angalie ni mnyenyekevu au huna unyenyekevu. Na wewe bahati mbaya huna unyenyekevu, unapoteza baraka zako. Mmoja kwenye ibada unatoka umecharuka. Hamna shetani hapo, ni wewe mwenyewe umefeli. Hamna shetani hapo, ni wewe mwenyewe umefeli. Hamna shetani hapo, ni wewe mwenyewe umefeli. Nataka niseme kwamba mahali ambapo kanisa lilianguka au madhehebu ya Kipentekoste yalipoanguka ni kwa kauli za namna hii hapa. Waliruhusu dhambi ziingie kanisani ili waziondoe dhambi tena zitakapoingia kanisani. Na matokeo yake dhambi zilipoingia kanisani wakashindwa kuziondoa. Leo nataka niseme ukweli. Makanisa mengi ya Kipentekoste ni machafu mno. Makanisa mengi ya Kipentekoste yameoza sana mno. Jumapili ukiangalia watu wanaokwenda makanisani, haya makanisa yanayoitwa ya Kipentekoste, utazania ni makahaba. Utazania ni watu wanaojiuza. Utazania ni watu ambao hawana Mungu ndani yao. Ambavyo unaona mchungaji anasema kwamba watu wenye chupi wafanyeje? Waingie. Sasa matokeo yake nini? Hawa watu wenye chupi wakishaingia kanisani, waliovaa chupi, wanawashindwa kuwabadilisha. Kwa hiyo wanaona hawawezi kuwafukuza kwa sababu wana pesa, hawawezi kuwafukuza kwa sababu wana elimu, hawawezi kuwafukuza kwa sababu kanisa litapungua. Kwa hiyo waendelee kuwemo hawa watu wenye chupi, waliovaa mavazi mabaya. Ndio maana leo makanisa, wewe nenda tu ukasali utashangaa, na wale wanaowasali wanashangaa. Watu walianza kuruhusu vimini vikaingia. Walianza kuruhusu nguo chafu zikaingia. Leo hii nguo chafu nyingi ziko kwenye makanisa yenu, na mmeshindwa kuwatoa watu wanaoingia wakiwa uchi ndani ya kanisa. Mmeshindwa na mmekuwa hamna ujasiri wa kuwakemea watu wa namna hii, wa kuambia kwamba Yesu Kristo hapendi na atamani kuona watu wakiwa uchi mbele za nyumba ya Mungu. Wakati mmoja Mungu alimwambia Musa kwamba hataki kuona utupu wake anapokuwa anasimama mbele zake. Kwa hiyo alimwambia ashone nguo ya ndani ili anapokuwa juu asione utupu wake. Lakini leo watu wanaruhusu watu waingie uchi, Mungu aone utupu wa watu wengine. Kwamba njoo tutawavesha. Lakini je, niulize swali, hao wanaovaa vimini makanisani kwenu mumewavesha? Au wanaovaa nguo ndefu lakini zimekatwa makwapa,
wakiinua hivi makwapa yako wazi, vifua viko wazi, migongo iko wazi, mmeweza kuamudu kuwavesha mavazi? Matokeo yake nini? Mmeruhusu uzinzi na uovu, na umetapakaa kwenye makanisa, na Roho Mtakatifu ameondoka kwenye makanisa. Na injili za namna hii ndio injili zilizoleta uovu ndani ya kanisa. Zamani watu hawakuwa wanahubiri hivi. Wakina Lazaro, wakina Moses Kulola hawakuwa wanahubiri hivi kwamba watu kama unaona title pale, chupi luksa kimkakati kanisani. Hawakuwa wanahubiri injili za ovyo hizi. Walikuwa wanakwenda kuwahubiria watu wanaovaa chupi na kutembea hadharani waache kutembea hadharani na chupi. Walikuwa wanaenda kuwahubiri watu walio wenye dhambi waache kuishi kwenye dhambi. Na mtu anakuja anajua kabisa kwamba ninaenda kanisani, na hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza kuja kanisani akiwa amevaa chupi. Mwenye akili timamu huyu atakuwa ni taira au ni chizi, ameingia na chupi kanisani, au ana ajenda ya kusambaza uzinzi katikati ya watu wa Mungu. Ndio maana makanisa leo yamekuwa na uzinzi, ni wazinzi, wachungaji wazinzi, maaskofu wazinzi, wazee wa kanisa wazinzi. Unakuta mzee wa kanisa naye ni mzinzi, wainjilisti wazinzi. Kanisa limejaa uzinzi kwa sababu mmeruhusu uzinzi na mmeshindwa kuondoa uzinzi ndani ya kanisa. Uzinzi ulitakiwa upigwe. Watu wanapoingia kanisani wameshatupa uzinzi wao. Lakini leo mnasema waingie tu. Hapana. Anguko la makanisa ya Kipentekoste lilianzia hapa, kurahisisha mambo. Eti tutawasaidia. Anayesaidia sio wewe mchungaji. Wewe umepewa kazi ya kukemea na kuonya. Anayesaidia ni Mungu. Kwa hiyo huwezi ukasema waacheni waje wenye chupi ili tuwasaidie nguo. Sasa unaweza ukamsaidia nguo na akarudi mtaani akazivaa zile chupi ambazo alikuja nazo. Kwa hiyo sio. Na wakati mwingine Yesu anasema, hebu tuangalie hapa katika kitabu cha Luka 14 na ule mstari wa 26. Kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yesu Kristo anasema ili uje kwake lazima kwanza upige hesabu yale yote ambayo ulikuwa unayapenda, ambayo yalikuwa yanafurahisha mwili wako, lakini ni makosa. Ikiwa ni wazazi, baba, mama wanakusukuma katika uovu, unapoingia kwa Yesu Kristo na bado umeshikiliwa na hivyo vitu vinavyokusukuma kwenye ulevi wa dhambi. Na ndio maana ametolea mfano wa baba, mama, watoto na nini, au ni watu walio karibu yako, ni vitu vilivyo karibu yako, au kujichukia wewe mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba mtu huyu hawezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo ukiona mtu anakuja na chupi kanisani na mavazi ya mpasuo, mavazi ya aibu, vitu vichafu vinaonekana kanisani, dada akikaa chini akiinama, chupi wazi, mipasuo mpaka karibia sehemu zao za siri, halafu unasema eti atabadilika taratibu. Mpaka lini? Niwaulize swali wachungaji wa Kipentekoste, wachungaji wa EAGT, wachungaji wa TAG, wachungaji wa kanisa sijui PEFA, sijui LPT, sijui na makanisa mbalimbali. Niwaulize swali, hawa watu mnaosema watabadilika, mbona mpaka leo hawajabadilika? Mbona mpaka leo mavazi ni ya aibu makanisani kwenu? Mbona mpaka leo watu wanatembea uchi makanisani kwenu? Mbona mpaka leo hawajawahi kugeuka? Ni wangapi mliowanunulia mavazi ili wakabadilisha nguo zao za aibu? Mmeruhusu dhambi. Ndio maana waimbaji wenu wako madhabahuni wakiwa uchi. Viongozi wenu wa idara na makanisa wote wako uchi. Ni aibu, ni dhambi. Na ndio maana Roho Mtakatifu mmemuondoa kanisani. Mmebaki kushandalize kwa hisia, kushandalize kwa lugha ambazo tayari Roho Mtakatifu alishaondoka. Mmebaki kushandalize na mapepo ndani yake, kwa sababu mmeruhusu dhambi. Ni kanisa lenye jina ambalo linaonekana makanisa yenye majina yaliyo hai, lakini yamekufa. Leo tunajifunza kwa nani sasa leo?
Ikiwa makanisa ambayo yalikuwa ni makanisa makubwa na maanzilishi tuliokuwa tunajifunza kwao, ambao pengine hata wazazi wetu wametokea kwenye hayo makanisa na sisi tumelelewa kwenye hayo makanisa, mwisho wa siku dhambi zimetapakaza namna hii, tukimbilie wapi? Ndio maana mwisho wa siku tunasema mahali sahihi pa kukimbilia ni kwa Yesu. Sasa Bwana Yesu anasema mtu yoyote asiyechukia, anasema mtu yoyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Wachungaji tunatakiwa kuhesabu, watu wajue kwamba uokovu ni gharama. Lazima wakae chini wapige hesabu kwanza kwamba sisi tuko tayari kuokoka au tuko tayari kuendelea kwenye maisha yetu ya dhambi. Tusifiche ukweli wa gharama. Tuambieni watu gharama, tuwaeleze watu gharama. Uokovu ni gharama, ili watu wajue kwamba ni wakae chini wapige hesabu. Yaani mtu awaze kwamba nataka niokoke, lakini kuokoka kunatakiwa ufate hiki, uishi hiki, ukae hivi, ufanye hivi, utembee hivi, mbele ya jamii uonekane hivi. Lakini tumeficha hizo gharama, eti turuhusu watu waingie. Alafu anaongea hapo kwamba wale wanaoangalia wanajikwaa. Ni kweli wanajikwaa. Watu wanakuja kanisani ili wauone, wasikie neno la faraja la kuishi maisha ya utakatifu. Sio waje kanisani tena wakutane na uchafu ambao wanakutana nao barabarani, ambao wanakutana nao maofisini mwao. Hapana. Lazima tuwe na tofauti. Leo kanisa na mahali panapoitwa madangulo, hapana utofauti. Udangulo umejazana hivi ndani ya makanisa. Sasa mimi nimekuja kuwakemea na kuwaonya makanisa ya Kipentekoste, mnapeleka watu kuzimu kwa sababu ya kupenda fedha, kwa sababu ya kunyamazia uovu ndani ya kanisa. Mnatia aibu, mnatia aibu. Uokovu sio hivyo. Uokovu ni badiliko. Biblia inasema ni kuvua ule utu wa zamani na kuvaa utu mpya. Sasa utu wa zamani ndani ya kanisa unatafuta nini? Lazima mbadilike. Nilikuwa ninazungumzia kwa habari pia ya harusi, sherehe. Huwa mara nyingi ninaona sherehe za Kipentekoste, wale wanaokuja kufunga ndoa wako uchi, wamevaa nguo wamevaa shela ambazo zinaonyesha mpaka ngozi za ndani ya miili yao. Vifua viko wazi, huku migongo iko wazi, makwapa yako wazi, nguo zinazobana mpaka, yani zimebana kalio mpaka hivi, yani mpaka akija kuivua lazima mistari ya nguo ionekane katika mwili wake, imebana hivi. Dhambi zimeruhusiwa kanisani. Tusitafute hekima ya kuruhusu dhambi ndani ya kanisa, tuzikemee dhambi. Tusizipake mafuta dhambi kwa mgongo wa kuonyesha wema, wakati ndani yake kanisa linaangamia. Lazima kanisa lirudi katika mstari. Kanisa lirudi katika nafasi yake. Kanisa likae kwenye position yake. Limeshaondoka kwenye position yake. Na nani wa kukemea haya? Hakuna. Watu wengi wanaogopa. Sasa sisi ambao tumeitwa na Bwana hatutanyamaza. Lazima niseme, makanisa ya sasa ya Kipentekoste mmeoza, nyinyi na maaskofu wenu, kuanzia makanisa ya TAG, makanisa ya TAG, EAGT, makanisa yote ya Kipentekoste mumeoza, nyinyi na wachungaji wenu. Lazima niwaambie ukweli. Lazima tuseme ukweli. Wala tuwezi kunyamaza eti kwa sababu eti ukisema hivyo watu wengine wa dunia watashindwa kuokoka. Lazima tuseme kuona wa dunia waone. Mtu anajiuliza maswali, niokoke nifanye nini sasa? Maana nikiangalia kule naona kama mavazi wanaovaa ni kama nayovaa mimi huku napoenda kujiuza. Lakini zamani watu walikuwa wanajua ukweli kwamba mimi naishi kwenye dhambi, nikimbilie kanisani nikatubu na niache dhambi. Leo hii watu wanaenda kanisani kama show off.
kwenda kuonyesha mavazi yao, kwenda kuonyesha miili yao, kwenda kuonyesha magari wanashindana kununua magari, gari hili gari lile, kwenda kutafuta umaarufu na si kwenda kumfanyia Mungu ibada. Lazima kanisa tugeuke katika jina la Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema lazima mpige hesabu. Watu lazima wajue wokovu ni gharama, ni kubeba msalaba wewe mwenyewe na kuacha dhambi, wala sio kubebewa msalaba na mtu mwingine. Kwa hiyo lazima niwakemee, na Mungu wa mbingu na nchi awasaidie. Mbadilike. Kanisa la TAG mbadilike, kanisa la EAGT mbadilike, na makanisa yote ya Kipentekoste mbadilike. Kemeeni mavazi mabaya ndani ya nyumba ya Mungu. Ondoeni uzinzi. Uzinzi umejaa kwenye makanisa, uzinzi, watu wanatembea. Hebu tuangalie na hili andiko kidogo hapa, watu wako uchi. Tuangalie katika hili kitabu hiki angalau hapa katika Ufunuo. Anasema Ufunuo wa Yohana 16 mstari ule wa 15, na tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Mungu hataki watu watembee uchi. Manake ukiwa uchi katika mavazi ya kimwili, hata mavazi ya kiroho uko uchi. Uwezi ukasema eti niko uchi mwilini lakini rohoni nimevaa. Wewe acha uongo, tapeli wewe. Ili uonekane umevaa mavazi katika ulimwengu wa roho, umevaa vazi. Biblia inasema eli mtu yule atakayetunza vazi lake, asitembee uchi. Eli mtu yule. Na Ufunuo 3:18 anasema nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa. Anasema upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote wanaoingia kanisani wako uchi, ni vipofu. Na wachungaji wanaoruhusu wanawake vijana waingie uchi, miregezo na minyoo ya kila namna. Leo hii kuna hata wanaume wanaosuka ndani ya kanisa, wanaovaa hereni ndani ya kanisa. Tena unakuta ni wapiga vyombo, wanasuka rasta, wako ni wapiga vyombo. Hilo ni anguko, ni ukengeufu. Biblia inasema mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu. Sasa leo tumejazana wanaume ambao wako hovyo, wanawake wako hovyo, mabinti wako hovyo, wananuka uovu na dhambi. Nimekuja kukemea kwamba mnapeleka watu kuzimu, na watu na maelfu ya wengi wanaenda kuzimu kwa sababu mmeshindwa kukemea uovu. Mmeupaka mafuta. Dhambi haitakiwi kupaka mafuta, dhambi inatakiwa kukemewa. Mtu anapokuja amevaa chupi, mara moja kuna watu wanakuwa na mavazi attention. Mtu anaingia na chupi tu, kabla hajaingia hata kanisani na chupi. Kuna mashemasi, kuna wasimamizi wa ibada wako pale, kuna kanga. Varisheni watu, baadaye muambie kwa nini tumekuvalisha nguo, kwa sababu mahali hapa ni mahali patakatifu. Hii ni nyumba ya sala, ni nyumba ya ibada. Na Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Mtu anapoingia na chupi ni unajisi, ananajisi wengine, na anawaingiza watu wengine kwenye makosa na dhambi. Usiruhusu mchungaji watu wengine na chupi eti mpaka mwende mkawanunulie nguo. Mpaka mtu umeenda kununulia nguo, wale wanaoingia na chupi wameanguka wangapi? Ni wengi. Badilikeni Wapentekoste. Wapentekoste mnanuka dhambi sana, mnanuka uovu, mmeruhusu uovu ndani ya kanisa. Badilika, Yesu Kristo yuaja marongoni. Amen.